Karibu katika awamu hii ya pili ya matangazo ya dunia, ukiendelea kusomewa nami Clinton Omwange. Afisa mmoja mkuu wa eneo la Tigray, Emmanuel Asefa, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba serikali ya shirikisho ilianzisha mashambulizi asubuhi ya leo dhidi ya vikosi vya Tigray katika eneo la Sherina karibu na mpaka wa Sudan. Ameongeza kwamba mapigano hayo bado yanaendelea. Kwa mujibu wa Emmanuel, mapigano hayo yanahusisha matumizi ya silaha nzito za mizinga na yanafanyika katika eneo la magharibi mwa Tigray lenye mzozo wa kiutawala ambalo kwa sasa linasimamiwa na wazalendo kutoka jimbo jirani la Amhara. Msemaji wa jeshi la Ethiopia hakujibu ombi la tamko hilo kuhusu madai hayo. Kwa miezi kadhaa sasa, vikosi vya serikali ya Ethiopia na vya Tigray vimekuwa vikijikusanya katika maeneo ya mpakani mwa Tigray, huku kila upande ukituhumu mwingine kwa kujiandaa kuanzisha upya vita hivyo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuwa nchi za upande wa kaskazini mwa dunia zitashuhudia joto kali zaidi mwishoni mwa majira ya kiangazi na wakati wa msimu wa vuli. Akizungumza mjini New York, Guterres amesema El Nino sio tishio tu bali ni hatari inayosubiri kutokea. Amesema El Nino inaichochea zaidi sayari ambayo tayari inakabiliwa na mawimbi ya joto kali, mioto mikubwa ya misitu na ongezeko la joto baharini ambalo limevuka wastani. Guterres amesisitiza juu ya kuchukuliwa hatua za haraka ili kuwalinda watu, na wakati huo huo ametaka kuanzishwa hatua za kushughulikia chanzo kikuu cha mabadiliko ya tabia nchi. Amesema vinginevyo madhara yataendelea kuwa makubwa na haya hatari zaidi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameikosoa jamii ya kimataifa na hasa ukimya kwa baadhi ya viongozi kuhusiana na sababu halisi za mabadiliko ya tabia nchi. This is almost certain to be the hottest year on record.